السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tukiwa katika maudhui tulionayo ya tukizungumza kitabu chake al-Imam Dhahabi rahimahullah al-Kabair, madhambi 70, tukiwa leo katika darasa la 10. Tumeanza jana kuzungumza hilo la kwanza katika hayo madhambi 70. Tumezungumza la kwanza, nao ni ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumejifunza kwa hilo ili upate kujiepusha na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika surati Yunus, qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نكسم تena katika sura nyingine, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa sana, katika moja katika madhambi makubwa. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala tuambia kufahamisha kuhusu hizi mbingu tu na ardhi hizi, ambapo kwamba vitu viwili tu mbali hivyo vingine. Kuna mambo ambayo kwamba katika ulimwengu yamekaa kwa sababu ya rahma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sisi tuko katika hali ambayo kwamba lao zitaachwa zifanye vitakavyo, basi tungekuwa wenye kuangamia. Takadu samawati yatafattarna minhu, zile mbingu ambazo kwamba tunazoziona zile zimesimama bighairi amadin tarawunaha, mbingu zimesimama, hakuna nguzo. Tunapotaka kujenga msikiti, paa hili lazima hakuna hizi nguzo ambapo kwamba zizuie ili paa lisianguke, lakini mbingu hazina nguzo, zimekaa ni kun fayakun tu. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, simama hapo, simama hapo, yani zimesimama kwa kudra zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao zitaachwa zitapomoka, zije tusage tu huko ziliko tu, ambapo kwamba hapa tu karibu tu isakafu ikaanguka hapa tumekwisha. Lakini mbingu zile za kurubia tena 7 zote na mizigo yake na uzito wake za kurubia, ambapo kwamba kuachana huko kuja moja kwa moja kwa sisi. Watanshaqu al-ardh, na hii ardhi ya kurubia ambapo kwamba kupasuka yani ikaachana kwa njishimo kubwa sana, ambapo kwamba tutakapokuwa twenda huko, maana ardhi nao ni 7 hivyo hivyo, kama unavyoona mbingu ukubwa wake na urefu wake ulivyo, na ardhi ni hivyo hivyo. Ardhi nao vile vile ni ardhi 7 ya kurubia kuachana hivyo. Namna gani ndiko kule mshuko wake utakapokuwa, tuweza wapi sisi hapo? Sisi tumekaa tu kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, na ndio maana Mwenyezi Mungu aitwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sabaqat rahmati ghadabi, kama alivyosema katika hadith al-Qudsi,
zile hasira zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimeshindwa na ile rehema zake tu. Na lao kama si rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna angebakia katika ulimwengu kama huu. Takadu samawatu yatafattarna minhu watanshaqu al-ardh, hii ardhi ya kurubia ambayo kwamba ile kupasuka. Watakhiru al-jibalu hadda, ile majabali unayoona majabali, milima ile kuwa kwamba kama sufi, kugeuka kwamba kuwa katika kuvunjika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anda'u lirrahman walada, ile kusema tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena anda'u lirrahman, imekuja kalima, haikuwa anda'u, haikuja kwa jina lingine, imekuja kalima cha arrahman. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mrehemevu, ni mwenye huruma. Kalima cha arrahman kimetumika hapa kwa sababu anda'u, yale watu madai yao na kusema lirrahmani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walada, ana mtoto tu. Ile kusema tu Mwenyezi Mungu ana mtoto tu, hili peke yake na kurubia vitu hivyo kuanguka huko na ardhi kupasuka na majabali haya, ulimwengu wote usinge kustahimili, kila kitu kingeharibika. Lakini Ar-Rahman, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Ar-Rahman, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuwarehemu waja wake, ni mwenye kuwarehemu wabaya na wazuri. Sifa yake Ar-Rahman ndiyo kama iliyobakia. Lakini leo kama si Ar-Rahman, basi ingekuwa katika hali ambayo kwamba sisi kuangamia tu. Wama yanbaghi lir-Rahman an yattakhidha walada, wala haitakikani kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na haja ya kuwa na mtoto au Mwenyezi Mungu ana mwenzake. Kwa hivyo kitu kibaya sana kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul man yarzuqukum minas samai, ambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie hao nani ambao kama wenye kuwaruzuku nyinyi kutoka mbinguni, yale maji yanayotoka, riziki zenu zinakuja, wala ardhi, na kutoka katika ardhi. Amma yamliku sama wal absar, nani ambao kama mwenye kumiliki hayo masikio yenu, macho yenu? Nani ambao kama wangapi na wangapi ambao vipofu, wangapi na wangapi ambao hawasikii? Yote kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, nani ambao kama mwenye kumtoa ambao kama katika uhai kumpeleka kwenye maiti? Wa yukhrijul mayyita min al-hayy, na yule ambao kama amekufa akafufuliwa akaweko hai, nani? Kazi yake hiyo ni upi? Wa man yudabbiru al-amra, haya ambao kama mazingatio haya ambao kama ulimwengu mwenye kuupekesha ulimwengu, haya mambo ambao kama waona yanakwenda yanarudi, hali inakuwa sisi leo tumeinuka vizuri, hali ya hewa ni nzuri. Lao italetwa ile hewa ya huko juu, huku tutashindwa kukaa sisi. Ndio maana ukaona wengine wakafika kiwango fulani kule washindwa hata kukanyaga, kwa wao wanaelea kama bahari tu. Haya lao ungekuwa maisha hayo ndio huku, tungekuwa vipi? Ardhi yetu ingekuwa namna gani? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ambaye yudabbiru al-amr, fasayaquluna Allah, wao wenyewe watasema ni Mwenyezi Mungu. Basi faqul afala tattaqun, hamuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ndio kwamba tulikuwa tumezungumza katika ile kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatari yake ndio kama hiyo. Tukazungumza kuwa katika shirki kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Kuna shirki al-asghar, shirki ndogo. Tukaona kabla tujaingia ambapo hiyo ya pili alizungumza al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, tukaizungumza ile shirki ndogo ni ipi. Kwanza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, walladhi nafsi biyadihi ashirku akhfa min dabibin namli. Azungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tamalaki nafsi yangu mimi mikononi mwake, asema ile shirki imejificha. Kuna shirki ambayo kwamba iliyojificha, akhfa min dabibin namli, kuliko yule mdudu ule sisiminzi tungu yule ambao kwamba anapotambaa sengine zakatambaa katika mwili wako wewe hata usisikie namna ambao kwamba ilivyokuwa hafifu. Kuna baadhi ambao kwamba ya shirki zingine zimejificha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Sayyidina Abubakar,
ala adulluka ala shay'in idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu, sikufahamishi mimi dua wewe ambayo kama utakuwa kuisoma dua kama hiyo utaona zile shirki yenyewe ndogo na kubwa yake zitakuondoka. Sayyidina Abubakar akamwambia bala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia omba Mwenyezi Mungu, qul Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Umombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akukinge na shirki ambayo kwamba na wewe ambayo shirki yenyewe una hakika sawa hii inaijua hii ni shirki sawa. Tena utake maghfira kwa Mwenyezi Mungu lima la a'lamu, ambapo kwamba wewe huzilijui. Huko na mambo mengine yamejificha katika miongoni mwa mambo ambapo kwamba ni hatari sana, ambapo kwamba shirki hiyo. Na shirki aliyozungumza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imezopekewa na Abi Sa'id, asema kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alitutokea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal, na sisi tumzungumza yule dajjal, ule ubaya wake. Dajjal tumemzungumza dajjal hapa ni kiumbe ambaye kwamba atakuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa nguvu. Wewe atakuonesha moto, atakuonesha, akitakuonesha pepo atakuonesha, na atakuwa ana sauti ya kwenda huku na huku na kule, atakuwa na jicho moja, na atakuja kudai uungu na watu wengi watamfuata. Ila ni wachache wala ambao wenye kumkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu tumeambiwa haswa kila wakati wa swala basi tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na dajjal huyu. Faqala, wakasema masahaba, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa masahaba wamekaa chini wamzungumza dajjal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal, siwafahamishi mimi kwa jambo ambalo kwamba naloliogopea zaidi kuliko masih ad-dajjal. Jima mwana masih ad-dajjal ni hatari zaidi, lakini kuna hatari zaidi ambapo kwamba kuliko masih ad-dajjal. Masahaba kashtuka sana, wakaona lipi hilo? Qulna bala ya Rasulullah, tueleze. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ashirkul khafi, ni ile shirki ambayo kwamba iliyojificha. Ayakuma ar-rajul, tena akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza ile shirki ambayo kwamba iliyojificha, shirki ya kumshirika Mwenyezi Mungu. Ayakuma ar-rajul, ni ile mtu kuwa amesimama yusalli, anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fayuzayyinu salatahu, akaipamba ile swala yake. Kwa ajili gani? Lima yara min nadhari rajulin, kwa kuna mtu anamuona, anamtizama yeye, ona mimi wacha nisujudu, anamuonesha yule mtu, hamuoneshi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ambayo kama katika Sunan Ibn Majah, yeye amuonesha yule mtu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadatihi ahada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kushirikishwa. Ukiwa waingia kwenye ibada basi ni wewe na Mola wako tu. Ipambe Qur'ani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ipambe ibada yako kwa sababu Mwenyezi Mungu, wewe namna ulivyo mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu sifa ambayo kwamba wale watu ambao kama wanafiki, kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifa ya mnafiq ni hiyo. Sifa ya mnafiq, yeye anajiona kuwa yeye amemdanganya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtambua kutokana na hayo afanywa yeye. Wa idha qamu ila salati, kuna watu wewe ukijiona kwenye swala kwa mimi na swali, mbona swala hii bwana, huyu bwana mbona anasoma sura ndefu hivi, wewe ukana fikra mbovu kama hizi, basi una upungufu katika hali ambayo kwamba imani yako. Yani unataka wewe ipende kama unavyopenda, kwamba mathalan waambie bwana kuna mgawanyo wa pesa hapa, na utagawanyiwa wewe mpaka uchoke wewe. Yani kuna kuchapwa atakazije tu
na ibada ni hivyo hivyo. Na ndio kwamba kuna mabwana mkoma wao wakiingia kwenye ibada wanastarehe ibada, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Bilal, arihna, tustareheshe. Swala ni raha, lakini swala sio adhabu. Kuna wengine wakiingia swala kwa na adhabu, imamu bwana hamalizi bwana, hizi sura yasoma bwana hamalizi. Wewe ukiwa na fikra hizi hatari, rekebisha moyo wako. Kwa ukiingia kwenye ibada, safisha, mimi niko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ondosha ile kwa bwana mimi na haraka bwana. Haraka hakuna kitu kama wewe ukabakia na Mola wako. Hawa waambiwa watu ambao kama wenye sifa hiyo, ambao kama unafi, wa idha qamu ila salati qamu kusala, wala tabia ambao kwamba ya uvivu. Wakiingia kwenye swala pia wanawavivu kwa vivu. Yurauna nasa, wao wanawaonesha watu, maana na sisi nao si tumo. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala hamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa kwa uchache sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema iyyakum washirkul asghar, na watahadharisha na shirki ambayo kwamba hiyo ndogo, ambayo kwamba tunazungumza ndio hiyo shirki ndogo. Ni hiyo ambayo kwamba tunabudi tuizungumze katika miongoni mwa shirki ambayo kwamba ndogo. Ni hiyo tujifunza katika hayo. Masahaba wamwambia Mtume, wa mashirkul asghar ya Rasulullah, ni ipi hiyo shirki ndogo? Qala, Mtume akasema riya, kule kujionesha. Yaqulu Allah Ta'ala yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Sasa angalia mtu ambaye kwamba yeye afanya jambo kwa kujionyesha. Yaqulu Allah Ta'ala yawm al-qiyama, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema, idha juzia an-nas bi'amalihim, wakati ambapo watu washahukumiwa zile amali zao, idhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya. Haya sasa, nyinyi mlikuwa mkijionyesha kwa watu, sasa nendeni kwa hao watu ambao kama nyinyi mlikuwa mnajionyesha nao, watu kama wale, fandhuru hal tajiduna indahum jaza, kama mtapata malipo kwa wao. Mlikuwa wewe wataka watu wakuone wewe waabudu Mwenyezi Mungu sana, wewe unafanya kadha khairati sana kwa malengo kama hayo. Kwa hiyo kwa malengo kama hayo, basi ataambiwa watu kama wale, fandhuru hal tajiduna indahum jaza, nendeni sasa hivi kwa wale watu ambao mwajionyesha nao, mkajionyeshe kwa wao kama watalipa wao. Tutachukua mfano kwa Imam Shafi rahimahullah. Imamu mkubwa huyu Imam Shafi, na tumejifunza mengi kwa Imam Shafi rahimahullah. Mwenyewe alikuwa na kauli asema, angalia elimu yake ilipotawanyika, watu wanamzungumza Imam Shafi kwa vizuri, na mabwana hawa waliotangulia na wanaogopa, kwa sababu siku ya kiyama kuna maulizo kama hayo. Na inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyama alayhi rajulun istushhida fa bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Angalia wanazuoni hawa katika Imam Shafi wanajua hadithi hii. Jambo la kwanza ambalo kwamba watu watahukumiwa siku ya kiyama ni mtu ambaye kwamba ataletwa, ambaye kwamba yeye istushhida, amekufa shahidi katika vita, fa bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, ataoneshwa zile ambapo kwamba amali zake alipopigana, alivyooneshwa, mpaka atajitambua yeye mwenyewe, huyu ni mimi tu nilofanya mambo kama haya. Qala, ataulizwa, fama amilta fiha, hebu tueleze wewe hii kazi kama hii ulivyoifanyia, umefanya nini? Qala, atajinaki mtu kama yule, qataltu fika hatta stushhidtu, mimi nimepigana ya Rabbi kwa ajili yako wewe mpaka nimekufa shahidi. Amwambia Mwenyezi Mungu maneno kama hayo. Qala, Mwenyezi Mungu anamwambia, kadhabta, muongo, wewe ni muongo tu. Walakinaka qatalta liuqal, wewe umepigana kwa sababu watu waseme tu. Jariun, kwa wewe ni jasiri, mshupavu, ni ule hodari, sini, wewe umepigana kwa ajili hayo. Faqad qila, na hayo ndio mshasema, kwa sababu ulikuwa ukwenda kupigana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma umira bihi
fasuhiba alayhi ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, atatupwa motoni mtu kama yule. Na mtu amekufa ushahidi. Haya mimi na wewe je? Kisha akasema tena warajul ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Na hapa ndo kwenye hatari. Kuna watu wanajifakhiri hasa. Mimi binafsi shamuona mtu asema hakuna katika ulimwengu ambao kama hodari kama mimi, au katika sehemu za huku kwetu huku mimi hakuna ambao kama ananipata mimi kwa Qur'ani, kwa usomaji wangu. Yani ule usomaji wake yeye akajiona aswa, akajikuwa aswa, hakuna ambao kama mimi. Kullu dhi ilmi alim. Imetakuwa Qur'ani sasa inapingana na wewe na Qur'ani. Hakuna ambao mtu atajifakhiri mimi na elimu. Yuko soma kisa cha Nabii Allah Musa, ambapo kwamba alipokuja kuulizwa akaona hakuna katika ulimwengu ambapo mtu ana elimu, akaambia yuko. Tena kwenye kauli nyingine yule ni mmoja katika waja zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio katika mitume. Nabii Allah Khidri, wengine nasema ni mtume, wengine nasema ni abdu min ibadina, ni mja katika waja wetu tu. Mwenyezi Mungu amempa ilmu. Nabii Musa amekwenda kusoma mambo matatu tu, mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema lao kama sile subra alionao yeye tutamani ingekuwa ile subra tukapata mengi. Matatu tu, lakini haya matatu ni mwaka mzima kuyazungumza. Nabii Allah Khidri mambo matatu tu akamwambia huwezi kusubiri hiyo ilmu ambayo kwamba alionao yeye kubwa, ambayo kwamba yeye hana. Paka Nabii Allah Musa akakubaliana masala kama hayo. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia siku ya kiyama warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, atakuja mtu ambaye kwamba amejifundisha ilmu tena naye akafundisha. Wa qara'a al-Qur'an, na akasoma Qur'ani mashallah. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, akaletewa ile yote ile elimu yake alionayo, Qur'ani yake hii ni yako hii, na akatambua kwa hii kazi yote ni yake yeye. Qala fama amilta fiha, atauliza ile hatueleze unafanyia haya. Mwenyewe atajisifa sema ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu, mimi nimejifunza ilmu na mimi nikafundisha. Wa qara'tu fika al-Qur'ani, na nikasoma mimi Qur'ani kwa ajili yako wewe. Amwambia Mwenyezi Mungu hivi, kwa ajili yako wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia kadhabta, muongo wewe, walakinaka ta'allamta al-ilma, umejifunza ile ilmu liuqalu, watu wasema ambao wamesema alimun, mashallah yule alimun bana, yule bana ana elimu. Wa qara'ata al-Qur'ana liuqal, na umesoma Qur'ani watu wakusifu tu. Huwa qari, yule msomaji, faqad qila, kwa hilo limesemwa bwana. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Hawa ni watu ambao kwamba walikuwa wakifanya amali kwa ajili watu waone na ilmu lonao. Angalia Imamu Shafi rahimahullah asema waditu anna kulla ilmin uallimuhu ta'allamahu an-nas ujaru alayhi wala yahmaduni. Asema natamani, angalia al-Imamu Shafi rahimahullah, wanazuoni wakubwa hawa wanatufundisha sisi. Asema waditu, natamani mimi anna kulla ilmin uallimu, natamani kila ile elimu ambayo kwamba mimi nimewafundisha watu, kisha taallamahu an-nas, watu wakajifunza nayo elimu kama ile, ujaru alayhi, mimi kapata ujira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yahmaduni, wala wasikae wakanishukuru mimi, wamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao watu ambao wacha Mungu walikuwa wanafundisha jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatamanna al-Imam Shafi rahimahullah an yantafi'a an-nas bi'ilmi alladhi ladayhi wa an yuthaba alayhi fil akhirah wa an la yunsaba ilayhi hadha al-ilm. Yeye yatamani hasa Imam Shafi rahimahullah watu nufaike na ile ilmu alionayo yeye, lakini juu hayo yote akapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa sababu ya mkomo ya watu ambao kwamba kuona maonaji ya ilmu alionao mimi. Na ndio maana ukaona al-Imam Malik rahimahullah anna rajulan sa'alahu an 40 mas'ala fi ad-din. Kuna mtu alikuja akatumwa kwa Imam Malik
nenda kamuulize Imam Malik masala yetu haya 40 katika masala ya dini 40, nenda kamuulize Imam Malik. Imam Malik ndio kama mufti katika mji wa Madina. Faajaba fi 4 minha, katika yale 40 yote yale akajibu 4 tu. Huyo ni Imam Malik, Imam Malik mzima katika mji wa Madina aulizwa masala 40 akajibu 4. Waqala fi 36 albaqiya la adri, yale bakia ambayo kwamba 36 akasema sijui, neno hili sijui. Mwanachuoni mkubwa huyo aulizwa masala kama hayo akasema hilo sijui, akajibu 4 tu. Yule bwana alotumwa akaona sasa hapa tumetoka huko, mimi nimetumwa kwake yeye huyu. Akamwambia madha aqulu liqaumi idha raja'tu ilayhim, hebu nieleze sasa mimi nikirudi kwa watu wangu niwaambieje? Maki sijui nisemeje mimi. Nikifika kule sitakuwa nikasema neno nikaonekana kama mimi amemwangusha chini Imam Malik rahimahullah. Imam Malik angalia radda li Imam Malik. Imam Malik alipomrudishia maneno akamwambia akamwambia qul lahum, ukifika huko waambie inna malikan yaqulu la adri. Wewe ukifika tu wakikuuliza mwambie yeye mwenyewe amesema hajui, neno ile hajui. Huyu ni imamu mkubwa, kitu hujui usijijibie tu. Elimu ya Mwenyezi Mungu utaulizwa siku ya kiyama. Imam Malik aona ili mimi silijui akasema la adri, sijui. Kwa sababu mwenyewe asema si aibu ikiwa malaika wenyewe wasema la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wale malaika wenyewe waliulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadhi ya mambo wakasema la ilma lana, hatuna elimu hiyo, illa ma 'allamtana. Ikiwa malaika hawakuona haya, mimi namna gani sione haya? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kitu ambacho kwamba tulichokatazwa sisi tusijalie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukamweka mwingine kwa kuna mwingine kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hivyo shirki al-asghari ni kule kujionyesha kwa watu. Hii ni moja katika shirki al-asghar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulinda na shirki kama hiyo kama asghar. Na ndio maana tukaona kabla hatujaendelea jambo kama lingine la pili alozungumza Imam Adh-Dhahabi rahimahullah, tuizungumze na hii tahadhar ya shirki kwa jambo kama hili kwamba ndogo. Kuna kisa kimoja kilitokea Saudia. Nimesikia mwanachuoni mmoja akizungumza. Kuna bwana mmoja alikuwa na familia yake na watoto wake, akiangalia katika kijiji hivi chajulikana, mathalani mtu ana watoto 5, 6, 7 na mfano wake hivi. Yule bwana akafariki. Alipofariki watu wakawazungumza sasa, fulani amefariki ndiye ambaye alikuwa akisimamia ukoo wake kama ule. Sasa mama kama ule atasimamiwa na nani? Nani atakumwangalia yule mwanamke? Mama kama yule atalea vipi watoto wake kama wale? Atafanya nini sasa hivi makamo? Watu wakawazungumza hali kama hiyo. Kuna bwana mmoja akasikia maneno kama yale likampata sana. Mshahara wake alipopata tu akaugawanya. Akaenda sokoni akanunua vitu vya mwezi mzima. Akachukua na bahasha kidogo akatia pesa. Akaenda moja kwa moja pa kwenye mlango ambao ule mama ambao pale ambao aliofiwa. Akapiga kengele kisha kaondoka. Akawa hataki hata kuonekana. Mwenye nyumba yule alipofungua yule mama hivi, na ndani huko amekaa zungumza watoto wake, hajui atafanya nini. Haya, mume wetu atashafariki ndio huyo, bakisha na watoto wangu hawa, tutafanya nini sisi? Lakini akabaki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akifungua mlango aona magunia ya mchele, ya unga, ngano na mafuta, kisha aona na kuna bahasha. Akachukua akitizama huku na huku, hamuoni mtu. Tayari bwana ashaondoka moja kwa moja. Akachukua akaingiza ndani, akaangalia pesa, akasema alhamdulillah rabbil alamin.
ikawa yule bwana yakariri yale mambo katika mji kama ule, kila mwezi tarehe ikifika, tarehe kadhaa habadilishi, kila mwezi anajua, mpaka yule mama mwenyewe ana uhakika kila siku ajua tarehe kadhaa hapa nitapata. Akisikia kengele tu tarehe 2 kama tarehe 1 ajua ndio ule bwana ule aleta hivi. Akitoka nje hayupo. Akaendelea mpaka siku hiyo akakuta siku imepita, mwezi mzima kumepita, kuna kitu. Mama ule kaona acha atoke aende kwa shekhe wa mji kama ule, aende kumuelezea kiswa kama kile. Alipofika kwenda kumuelezea kile kijiji, wenyewe wanajuana. Ule mama akamuelezea ile hali ambayo imetokezea, kwa mimi mume wangu amefariki, lakini nimepata mtu ambaye kwamba simjui mwanzo la mwisho. Huyu mtu alikuwa akinisaidia mimi, akiniletea kila siku kadha kadha kadha, lakini imepita mwezi sasa hivi mtu kama huyu haleti, sijui kumetokea kitu gani. Watu wakaangalia mjini pale ni yupi, wakasema kuna mtu fulani amefariki mwezi huu. Ndio watu wakutambua, kumbe huyu bwana alikuwa na amali kama hii akiifanya, hakuna mtu anijuae, familia yake haijui, mke wake hajui, ajua yeye na Mwenyezi Mungu tu peke yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wale watu 7 wale ambao kwamba atawatia peponi, mmoja wapo ni ule ambao kwamba alitoa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano kuwa mkono wake wa kushoto kao haujui kilichotoka katika mkono wake wa kulia, yani kwa maana yule aliyoko karibu na yeye hajui kumetolewa nini. Huyu bwana akawa afanya kama wale, ndio watu wakaona hapa ikiwa yule bwana amefanya kama hivyo, hapana budi mwanamke kama huyu asaidiwe. Kwa sababu gani? Watu walikuwa waogopa kufanya amali ambayo kwamba sisi wenyewe binafsi hapa. Kuna baadhi ya siku moja nililetea kuna taa zile, mzee Omar Mungu amrahamu alikuja kutupa taa hapa, akatuambia bwana, nimeletewa hizi taa zitumike msikitini, lakini mwenyewe asema hataki hata kutajwa, sikutajia ni nani, mimi kuletee tu. Wako watu kama hao mpaka leo zawaka pale, alhamdulillah tukaziweka hizo, hatumjui. Na kuna mambo kadha wa kadha maji yale hapo kama tunawatumia, kuja tukachimbiwa hapa, bwana tueleze ni yupi ambao mkaambia mwenyewe asema hataki mumjue, nipokeni tu hii hadia aliyokuja. Nikachimbwa, kafanywa khairati kama zile, mpaka leo hatumjui ni nani ambaye kwamba alotusaidia sisi haya maji haya ambao kwamba sisi tuwatumia hapa msikitini. Mpaka leo hatumjui mtu kama yule. Watu hao wanaotafuta thawabu zao, alipomaliza wakasema bye bye jamani, tunda zetu. Mpaka leo hatujui sisi, wameona tu msikiti kama wala hatukwenda kuomba, lakini alhamdulillah yamekuja wakafanya. Mpaka leo hatuwajui wale watu walofanya khairat kama haya. Wako watu ambao kwamba rijalun ambao kwamba wao wafanya jambo kilillahi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kwa kila la khairi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.